right, and it's right, and I stand for that. And it's because I also believe in myself. Mimi nataka watu wa bunge, vijana wa bunge, mjiamini kwa nyinyi wenyewe pia. As much as, you know, politicians, they don't have mercy. They are there for their own selfish interest. Once they get, it's for them. Sisi tutabaki hapa, atakuletea maybe shilingi 1,000, 2,000, 10,000, and then anasema wewe ni mtu yangu. Anashikako simu yako mara moja, anazima tena. Then after 1 month, inakuwa hivyo. So as the young people of this nation, wanasema the future of a nation lies in the hands of young people. And of reason, I'm just speaking on two things as I move around. Na umeona saa hii hata mambo ya Luya nations, what, I'm no longer addressing those issues because there are so many things that I need to address. Number one, sisi vijana lazima tuangalie tuone nchi yetu ya Kenya inaenda namna gani. We can speak politics, the politics of tribal imeturudisha nyuma kama jamii. And number one, tunaangalia juzi nimetembea katika hii msafara yangu, nimetembea like about 35 counties. And what I've experienced is a lot of things, a lot of information. Nimekuwa kule Mombasa. Wakati nimekuwa Mombasa, nikawakumbusha watu wa Mombasa ya kwamba Mombasa tulikuwa na mambo ya oil refinery ambayo ilikuwa imeandika watu wengi sana ya mambo ya mafuta. Kutoka pale nimekuwa kule Limuru. Nikakumbusha watu wa Limuru kulikuwa na Bata ambaye iliemploy watu wa zaidi ya 3,000 during that time ya kina Moi walikuwa pale. Pale sasa hii ukienda Bata ina employ watu 3,000 peke yake. Na watu 300 peke yake. Na pale watu haiko imeemploy ati wale watu wa Kikuyu wa Limuru, ilikuwa watu across the board. Nimekuwa kule Thika town nikiaddress wananchi. Nikawaambia watu wa Thika, Thika was the hub of industries, manufacturing in Kenya. Lakini leo hii ni magodown ambazo ziko pale. Na saa hii bado population inaendelea mbele. Nimekuwa pale, nimekuwa kule Bungoma na ni Eldoret juzi. Penye walikuwa wananikazia kidogo. Tumekuwa kina KCC, kuna Rivertex. Zote during that time ya Moi zilikuwa zinafanya na ziliemploy watu wengi sana. And many, nimekuwa kule Bungoma. Kulikuanga na ile Kitinda, zote zilienda. Kulikuwa na zile za kina, zile za malakizi za tumbako, zilienda. And many more manufacturing countries zimeenda. Nikajiuliza swali, where is the problem? Because population inaendelea kuongezeka, but at the end of the day now, the manufacturing industrialization inarudi nyuma. Sasa hii nimekuwa katika kanisa pale. Na kuna msichana amekuja pale testimony. Alikuwa ameshikwa kule, alikuwa anaenda kufanya kazi kule Saudia. Na msichana analia kwa sababu ya mateso ambayo alipitia. Akasema hata ikuwe nini, hataki kurudi kule Saudia. Leo umesikia juzi katika vyombo za habari kuna watoto wetu wengi wameshikwa kule, wengine wako Finland, hata Ministry of Foreign Affairs ikasema inataka pesa iwarudishe nyumbani, Kuna wale wako kule Saudia, Lebanon, Finland, kuna wengine wako Canada, wengine wako Australia, wako huko. Hata wengine wameshikwa katika majela kwa sababu wameenda kutafuta kazi kule. Because sasa leo hii sisi kama za nation tunataka vitu za shortcut. Tunataka tuende tuimport vitu kutoka nje ya Kenya, alafu from there kutoka China tunakuja hapa. Hapa sasa vijana wengi wamesoma hawana kazi. And that is why you see these young people, they are bitter. Umeona mwingine amesema, amesema ni kutoka Siaya. Na mwingine anasema mimi ni Gen Z. These young people like over 4 million wana kazi. Sisi wenyewe juzi nikauliza watu, ndio mnaona kwamba shilingi ya Kenya dola ilikuwa shilingi 20 peke yake. But baada ya hapo tulisahau ya kwamba misingi, the foundation ambao our forefathers laid for us. Ndio unaona sasa investor wanatoroka Kenya wanaenda kule nje. Kwa sababu the bureaucracy ya kufanya biashara is very complicated. Mambo ya finance bill, ukiona kama nchi kama Marekani, finance bill inakuanga once in entire period of a president. Hapa every time finance bill. Inafanya investors wanaogopa, wajui finance bill ya mwaka kesho itamfavor ama itamfavor. And most of the investors, they want the risk averse countries. Wana kazi. And that is what is making most of the young people to be bitter. Wengine sasa wanalipwa, wanafanya mambo ya kuenda kwa mtandao kwa nini. Leave alone this wanasiasa wenye wamekuwa pale.
Tuko kama for example mimi sasa nimepita kuongea mambo ya siasa ya Kakamega ama siasa ya Western. Kwa sababu sasa mimi I'm addressing the national issues. A good example. Na mimi I'm not in that position. Position ya kuaddress mambo ya Mlembe wakina Natembea. Mimi naza national, mimi ni president. So sababu sasa hii that's why huwezi ona siku moja utainipata tunaongea ati Raila amefanya nini. I have a lot of issues to address. Mimi namheshimu viongozi wetu. Kama sasa wale viongozi wetu ambao wamekuwa pale. Sasa is a new Peter Salasya. This is a new Peter Salasya. No single day, and I swear before God. Naelewa. So and I want to say this, kama for example tuko pale na ile uwanja ya airport ya Kakamega. Just repair peke yake ilikwama. Ndege zilikuwa maybe mtu hata angekuwa maybe ni mgonjwa akuje Nairobi. If you want to know that we have a very it's not keen on serious issues. Wale neglect. Ndege sahi haziendi huko. Mabarabara zote zilianzishwa kule wakati because watu wanasuffer. Hakuna. So sahi tumebaki na mambo ya PR. Leave alone that one. Sisi vijana tunataka kazi. Sahi hatujiulizi kama serikali every time watoto wanamaliza university. Wanamaliza na degree, diploma, certificate wote. Hatujajiuliza kama serikali ama as a nation how many job opportunities we have created for this particular year. Watu na keep on throwing people into the job market. Ndio umeona wanapeleka watu huko kama slave trade. Tutaendelea aje with this kind of leadership? So mimi ndio nataka niulize vijana. It is high time for we the young people to put aside mambo ya wanasiasa. Hata akisema kama nimeona kijana mwenzetu huyo ndugu yangu amesema kina Mudavadi akiwa pale yeye na familia yake ndio wako pale. Hata mimi mwenyewe hata kwangu hata tujaika hako hata hivi na hivi. Hata wenzangu la azanzaidia na nini. Kuna viongozi wao wakikuwa pale ni wao na marafiki zao their cronies. There's nothing. Ile matime we want jobs, we want opportunities. Ndio uliona mzee Kibaki alikuja na Vision 2030 because he knew one day atatoka lakini Kenya itaenda mbele. Unaona? Lakini sasa leo hii tunaishi Kenya kama Kenya inaisha kesho. Everybody is competing to kuiba, kupora. Na niliambia watu wa Mumia sisi. Mimi nilipata tu ndoto ikaniambia Peter Salasya umeshapakwa mafuta kuwa mbunge. Na mimi sasa wakati hiyo mimi nalala kwa mattress yangu ya inchi 2. Na nilikuwa nalala chini. So mimi nikatoka nikaanza kuambia watu bana mimi nimeshachaguliwa kuwa mbunge. Wanaanza kusema hii mtu ni mwenda simu jamani mwenyewe. Sasa kutoka hapo naenda kutembea baadaye mimi ndio nikakuwa mbunge. And within those 3 years watu wameona walinikopesha kura. Kwa sababu sikuwa na cha kuwapatia. Matanga alikuwa anapatia shilingi 100 ama 200. Naambia hii ndio niko naye. Sasa hii mambo ya presidency yenye tumefika. Wakati niliambia watu mimi ndio nimewekwa mafuta. Walisema huyu mtu hii bangi ndio inamsumbua chaneli na yeye. Si ndio?